Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku ya leo tunapenda kupeana faida dua itakayoonyesha yasiyoonekanika. Dua itakayokuonyesha yasiyoonekanika kwa macho ya kawaida. Dua hii ukiifanya itakuonyesha, yani maana yake kuna vitu ambavyo utapata jicho la tatu la kuona vile ambavyo visivyoonekanika kwa wepesi. Kimfano, unaweza ukiifanya dua hii itakupa muono wa kuweza kuona adui, kumuona adui mapema. Hata kama pengine usiku unatembea kuwaona washirikina wanapofanya vituko vyao. Ama inawezekana wewe pengine usiku unatembea, pengine ukaona majini ukawashuhudia hivi kwa macho yako ya kawaida. Lakini vile vile ukifanya dua hii, maana yake inafika mahala hata kama kuna sehemu kuna uadui ambao unahitaji kukudhuru, basi kuna bishara ambayo itakuonyesha kuukwepa ule uadui. Kwa hiyo ukitumia njia hii utayaona yale yasiyoonekanika, kwa sababu sisi sote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini kuumbwa kwetu bado pale pale tuna maadui zetu. Miongoni mwa maadui zetu majini, maadui zetu washirikina, maadui zetu wanga, wachawi hawa, maadui zetu, na bado wapo watu wa hasadi mbalimbali, maadui zetu. Kwa hiyo maana yake utakapokuwa na kuweza kuonyeshwa yasiyoonekanika, Allah akakuonyesha yasiyoonekanika, basi ukayaona, basi unajua namna gani utaweza kuyaepuka kwa idhini yake tabaraka wa taala. Kuna sura hizi ukizisoma, Mungu atakufanyia wepesi katika kutimiza malengo na kufanya mambo yako kuwa mepesi zaidi. Pia huleta riziki kwa wingi kama mvua. Yani maana yake riziki zako zitakuja kama mvua. Hivyo unatakiwa kusoma sura hizi wakati wa asubuhi pamoja na jioni kila siku, na utaona mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Maana yake ukizisoma hizi sura kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, ukidumu nazo kila siku asubuhi na jioni, Allah kwanza anakufungulia riziki zako mithili ya mvua. Kama ni mfanya biashara, kama ni mfanya kazi, basi Allah atakufanyia wepesi wa kupata riziki zako. Yani mithili unaweza ukasema natoka, lakini Allah mbele anakwenda kukukutanisha na riziki yako usioitegemea kwa kupitia njia hii. Ukiifanya kila siku baada ya salati subuhi, ukafanya njia hii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Lakini vile vile ukizisoma sura hizi kwa idhini yake tabaraka wa taala, Allah anakufanyia wepesi wa kutanua macho yako, kufungua macho yako, ili kukuonyesha vingine ambavyo ulikuwa huvijui katika dunia hii. Basi Allah atakuonyesha uangalie ukubwa wa dunia ulivyo, vituko vilivyopo katika dunia hii. Allah atakuonyesha, atafungua macho yako ili ushuhudie. Wapo wanaofanya vitimbwi mchana, wapo wanaofanya vitimbwi usiku, wapo wanaofanya vitimbwi alfajiri, wapo wanaofanya vitimbwi muda wote. Wao ni watu wa kufanya vitimbwi. Ninapozungumzia vitimbwi, ni vitimbwi vya kishirikina, lakini vitimbwi vile vile vya kihasadi, ili mradi mtu anakuona maisha yako yanakwenda hivi, basi akakukatizia kwa mbele ili kwenda kukuvurugia.
Lakini vile vile inafika mahala kuna mwingine anaweza akawa ameitwa katika kazi, bwana uje kwenye kazi bwana, lakini kuna mwingine wa pembeni akawa anasikia, basi akaanza kumkanyaga, kumponda mwenzie, huyu bwana kwenye kazi hafai bwana, huyu hivi hivi. Sasa yayo kama hayo, Mungu anakufunulia, anakupa upeo wa kujua, ya kuona adui yako, mbaya wako ambaye anakuharibia katika maisha yako ni yupi. Kwa hiyo utayaona yale ambayo mengine yasiyoonekanika kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo utatakiwa kusoma, utasoma surati Dhuha. Utasoma surati Dhuha, wadhuha wadlaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wama, na kuendelea mbele. Utasoma surati Dhuha mara 41. Utafanya mara 41 katika kikao kimoja. Baada ya kumaliza mara 41 katika kikao kimoja, utasoma, maana yake utafanya hivyo asubuhi na jioni. Lakini vile vile sura ya pili utakaoisoma idha waqa'at liwaqiya, surati alwaqiya. Utasoma idha waqa'at alwaqiya, utasoma sura hii utaisoma mara 7. Maana yake ukimaliza ile mara 41 surati Dhuha mara 41, kisha utakwenda surati alwaqiya mara 7. Yapaswa uisome sura hii kwa kudumu. Basi biidhnillah utaona mabadiliko makubwa, na ni ufunguo mkubwa wa kupata utajiri. Yaani maana yake hii unavyoona, hii ni ufunguo, lakini vile vile ni ufunuo wa wewe kuona yale yasionekanika kwa macho ya kawaida, lakini vile vile katika ufunguzi wako katika upande wa riziki zako, lakini vile vile ukidumu nayo hii kila siku, ukadumu nayo kila siku. Surati Dhuha mara 41, surati al-Waqiya mara 7, kila siku hivyo. Baada ya surati subuhi ukasoma hivyo, na baada ya surati Isha ukafanya hivyo, ukadumu nayo kila siku, ndio ukafanya kuwa kama ni uradi wako, ukafululiza ndani ya siku 21, utaona mabadiliko makubwa. Maana yake ni ufunguo mkubwa wa kupata utajiri. Ni ufunguo mkubwa wa kupata nini? Utajiri. Maana yake riziki zako zinapozidi kufunguka, ndipo unapozidi kutanua wigo wa mali zako, wigo wa hali yako. Kwa hiyo maana yake ukisoma sura hizi mbili kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiwa uko katika ushui, uko kwenye unyenyekevu katika kikao kimoja, baada ya kumaliza kusoma sura hizo ukamtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100, kisha ukahitimisha dua yako, ukafanya hivyo asubuhi, ukafanya hivyo baada ya salati subuhi, kisha baada ya swala Isha ukafanya hivyo, ukadumu nayo kwa muda wa siku 21, tambua kabisa wewe mwenyewe utatamani hizo siku 21 utaziona kama ndogo, uendelee tena, kwa sababu kuna faida, kuna manufaa utakuwa unayoona kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa basi, ndugu yangu ambayo unanitazama na kunisikiliza, tumia njia hii, itakupa faida kubwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.